Mimi naye leo nauliza tu jamani, kwani wale watoto ambao walitoka katika familia ambayo haijiwezi, ukienda kutembelea relatives wako, mbona unatumika vibaya? Umetumwa na mzazi kwenda kuishi na wao. Cha kushangaza, uwezi ukaguza kitu yao cha dhamana. Ukijaribu kushika remote ya TV unaambiwa wewe takataka unatuchafulia. Ukijaribu kwenda kuingia kwa choo yao ya kuflash pale kwa nyumba, wanasema unachafulia. Ukijaribu kuketi kwenye kochi, wanakuambia uketi chini. Ukijaribu kula na wao mezani, wanawaambia unawafanya wanakosa appetite. Kazi yote pale nyumbani ni wewe unalimbikiziwa. Kila kuchao ni matusi, wanakuambia tumekusitiri. Kwenu chakula kwa siku ilikuwa ni mulo ni moja. Utapata sana ni watoto ndio wanaongelesha wenzao vibaya. Pata pia mzazi, badala ya kukomesha hiyo tabia ambayo inaendelea, mzazi anaunga, anasema sitaki mzoeane kukaa na fulani kwa sababu kwao hawana kitu. Kwani umaskini ni ulemavu? Kwani kutokuwa na kitu ni ulemavu kwa maisha? Kwani unajikuta hadi mtoto anaanza kujiongelesha lugha, anaanza kujikalisha akiwa peke yake akijikunja, anaanza kujilaumu, mbona nilizaliwa katika hiyo boma ya umaskini? Ni wazazi inabidi waelekeze watoto wenzao kusema ya kwamba mwishi na fulani kwa amani. Alafu utakuja kushangaa yule mtoto ambaye anadharauliwa, anakejeliwa, anafanyishwa kazi ya punda, ndio darasani anashika vitu. Masomo anajaribu sana, hadi darasani walimu wanamtumia kama mfano mwema, lakini nyumbani anatumika kama mfano mbaya. Kwa kijiji hataki atembee na mtoto wa jirani. Wageni wakikuja kwa boma, yeye anafichwa. Kukikuwa na kikao chochote, yeye hahusishwi. Na mtu aliandika barua zaliwe katika boma maskini kweli. Kuna mtu aliomba aishi maisha ambayo anaishi kweli. Nije maisha au taishi jinsi wewe unataka.